Naam, jambo wana na binti za Mungu, tunawasalimu katika pendo la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni matumaini yetu kwamba nyote ni wazima wa afya. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya maisha yenu, kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya maisha ya kila mmoja anayetuzunguka. Tunashukuru Mungu kwa sababu bado tunayo neema ya kupumua pumzi ya uhai. Japo miiba, shida, japo magonjwa, uchumi kudorora, japo mambo yote kama na hayo, lakini bado tunayo pumzi ya uhai. Tunayo neema kubwa sana ya kuiona leo. Ndugu zangu wapendwa, leo tena tumekuja kwa ajili ya ujumbe huu. Nafikiria ushawahi kupata ujumbe huu wa dada huyu ambao anaongelea kwamba je, kusukwa ni dhambi ya moja. Anauliza lakini amekwisha kutoa jawabu na sio jibu. Kwake anatoa ni jawabu kwa sababu ni jibu lenye kujielezea vizuri sana, na amefunguka vitu vingi kweli ambavyo huenda wewe haujamsikia, ndio maana haujamuelewa. Na unapomuona muonekano wake huenda hujamuelewa kwa sababu hujamsikia vizuri. Amefunguka vizuri, kwa maana hiyo hakuleta tu jibu bali jawabu ya mambo anayoyaamini. Na katika hiyo amekuja kuweka wazi bayana na kufundisha. Alikuja kwa mlengo wa kufundisha hoja yake kwamba kusukwa sio dhambi ya moja kwa moja. Kwa hiyo katika hayo ndio maana tunapita katika ule msululu aliofundisha yeye. Tumuonyeshe jambo fulani ndogo tu ambayo Roho Mtakatifu atusaidie. Jambo fulani ndogo tu amejisahau na amesahau. Na kwa nini, unaweza kujiuliza kwa nini tufanye hivi? Ni kwa sababu haya mambo tushaongea naye. Mimi binafsi nishaongea naye si mara moja. Nishawahi kumfuata na kumwambia, kumuonyesha, lakini akaona, sijui alichokiona, nisiseme yaliyo moyoni mwake maana siyajui, lakini cha ajabu na kushangaa ni kama vile hakuelewa. Akaja akalifundisha kwa watu, na watu wanamtizama, watu wanaamini, wamoja wanaamini hivyo kwa sababu amenukuu maandiko mengi sana. Na ndio maana na sisi tumeona tumfuate huko, maana tuliongea huku lakini hayakuwezekana. Sasa tunafuata huko kwa niaba yako unanitazama, kwa niaba yako unanisikiliza, maana yeye tunaonyesha tu alipopasahau. Huenda ataweza kujikumbuka, akakumbuka pale ambapo amesahau, akakerebesha, na huenda asije akakumbuka kabisa na asione kana kwamba amesahau. Sijasema amekosea, amesahau. Kwa hiyo tutaonyesha alichokisahau, kana kwamba na mimi ninaweza nikawa katika kuongea na kufundisha au kuhubiri nikawa nimesahau nukta moja au mbili, ukanisaidia. Bwana Yesu atukuzwe sana. Ndio maana mimi huwakaribisha watu kwa namna yoyote ambayo naona unaweza kanifikia, nifikie kwa kunikerebesha na kuniondoa katika ule kutokujua kwangu, unipatie hekima na maarifa. Bwana asifiwe sana. Najua ndio hayo ambayo tunataka kufanya, na usipokuwa mvumilivu wa kusikiliza video hii mpaka mwisho, hauwezi ukaelewa kwa nini tumefanya. Utazani ni bifu, utazani ni kutafuta umaarufu, utazani ni ugomvi. Kumbe ni kwa ajili ya kanisa la Bwana na watu wa Mungu kama wewe na mimi. Bwana Mungu apewe sifa. Ngoja na tuombe. Asante Bwana, asante Yesu, asante kwa neema, asante kwa uwepo wako. Nena nasi, kemea, fundisha, karipia. Tuna imani utafanya hivyo kwa ajili ya kanisa lako kupitia uwezo wa jina la Yesu. Tunaomba na kuamini. Amina. Bwana apewe sifa sana. Msingi wetu wa neno tutausoma kwenye kitabu cha Isaya. Bwana atukuzwe. Isaya sura ile yake ni ya 40. Isaya mlango 40 na mstari tunaanza aya ya 6 mpaka ya 8. Lakini mlengo wetu ni aya ya 8 sana. Ndio aya ambayo tutasimama kwayo, na ndio aya ambayo tutakuwa tunachukua yote haya kuanzia aliyoyasema yeye na yote tutakayasema sisi tunayaweka kwenye aya ya 8. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo aya ya 8 ndiyo yanabeba yote haya. Isaya 40 na aya ya 8. Mlango 40 aya ya 8. Bwana asifiwe sana. Tunasoma kwenye tafsiri ya neno. Nina Biblia ya neno hapa, lakini nimeona nifanye huku kwa sababu nitakuwa ninafanya video, ninaiplay hapa afu ninasoma. Nikiwa ninapekua itachukua muda mrefu sana. Bwana asifiwe. Usishangae ukaona mimi simpendi sana kusoma Biblia za mitandaoni, lakini nimetumia hivi kwa kupekua maandiko kuna kuyatazama huku kuona kana kwamba yamelingana. Ndio maana ninafanya hivyo.
kwa sababu Biblia za mtandaoni uwe nazo makini, zingine maandiko yake hayapo sawa kabisa. Tunasoma aya ya 6, Isaya 40 aya ya 6 nasema, sauti usema piga kelele, nami nikasema nipige kelele gani? Wanadamu wote ni kama majani, nao utukufu wao wote ni kama maua ya kondeni. 7, majani unyauka na maua huanguka, kwa sababu pumzi ya Bwana huyapuliza. Hakika wanadamu ni majani. 8, majani unyauka na maua huanguka, lakini neno la Mungu wetu ladumu milele. 8, majani unyauka na maua huanguka, lakini neno la Mungu wetu ladumu milele. Neno ambalo tulitaka kuzingatia na kulishika ni lakini neno la Mungu wetu ladumu hata milele. Kwa hiyo unaposoma neno la Mungu wetu, Mungu aliyeumba mbingu na nchi, unapolisikia au kulisoma, jua neno hilo ladumu hata milele. Kwa nini ladumu hata milele? Ujue kwamba neno ni nani. Bwana asifiwe sana. Neno la Mungu ni mtu. Ndio maana nasikia neno hili li hai. Neno lina nguvu tena li hai. Kwa hiyo neno linaishi, neno linapumua, neno liko hai, ni mtu. Na neno huyo ni Yesu Kristo. Na Yesu Kristo ndiye Mungu. Kwa hiyo neno la Bwana ladumu hata milele. Ni pumzi ya Mungu inadumu hata milele, au Yesu Kristo adumu hata milele. Sasa kama Yesu Kristo ni yule jana leo na hata milele, kama kitabu cha Waebrania, sasa kuna maneno ambayo dada huyu anayasema na kuyafundisha, na ndio maana tuliona msingi wetu wa kwanza uzingatie neno la Bwana ladumu hata milele. Kwa hiyo neno hili linadumu hata milele. Usije ukadanganyika wakakwambia hilo neno lilikuwa la watu wa zama zile, lilikuwa la babu yako, si la kwako. Kama neno hilo nimelisema mimi, kama hilo alilisema babu yako, kama hilo alilisema bibi yako, lakini ikiwa ni neno la Mungu, ujue ni Yesu Kristo. Yesu ni yule jana leo na hata milele, abadiliki, akengeuki. Yeye wala hana mfano wa kigeugeu. Kwa hiyo unapolisikia neno la Mungu, mtu yeyote asikudanganye kwamba hilo neno lilikuwa kwa ajili ya watu wale, bali ni kwa ajili ya mwongozo na utaratibu wa Mungu kwa ajili ya watu wake, au kwa ajili ya watu aliowaumba. Bwana sifiwe sana. Neno la Mungu kwa watu ni kwa ajili ya mwongozo na taratibu ya watu aliowaumba. Ngoja tusikie video sasa hii, usikilize vizuri na kumtazama, kisha tunamfuata kwa nyuma kuonyesha sehemu aliyoisahau. Karibu. Kumbukeni kuna andiko moja ambalo linachanganya watu, ambalo ni kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 3, ambapo inasema kujipamba kwenu kusiwe kwa kusuka nywele, wala kwa utu wa nje unaoharibika, bali uwe utu wa wapi? Wa ndani. Sasa wengi wananyofoa hilo andiko, wanalitumia kwamba kwa hiyo ukisuka nywele ni jehanamu direct. Hapana, ile andiko linahusiana na mazingira yake. Wale watu walioandikiwa ule ujumbe walikuwa wameenzi sana, wamezama sana kwenye nywele nyakati zile kuliko hata ibada. Yaani ilikuwa mwanamke ili uabudu, uonekane na wewe ni mtu kanisani, lazima uwe umesuka. Na kanisa liliingiliwa na hiyo roho kwa kutokana na imani na mapokeo potofu yaliyokuwa yanatawala makanisa ya zamani hizo. Mesikia amekuja na kunukuu na kufanya kama reference maneno ya mchungaji Katekela, lakini mimi natamani kuyarejelea yale kupita nyuma ya mchungaji huyu Katekela, lakini kuna neno zingatia mchungaji. Mimi ni mhubiri tu wa kawaida, yeye ni mchungaji. Kwa hiyo kama yeye mchungaji wa kanisa, niko chini yake, yeye akiwa mhubiri. Kwa hiyo kuna vitu vingine lazima upendo au kosi adabu. Zingatia hilo, Biblia inatuambia upendo au kosi adabu. Na yeyote afanye jambo katika upendo, huyo Mungu hayumo ndani yake. Kwa hiyo lazima tuwe na adabu na mipaka kwa vitu vingine, kama vile watoto wa Mungu tunaofundishwa adabu na Mwenyezi Mungu. Sasa kuna jambo ambalo mchungaji amelisema na ndio ambalo dada huyu naye analisema, lakini hilo jambo linatoka kwa wanatheolojia. Na utasikia huko mwisho ataongelea mambo ya theolojia. Limetoka kwa wanatheolojia. Na hawa wanatheolojia kuna vitu ambavyo wao wanafundisha ni mapokeo ya wanadamu, ambao unakuta hata Yesu aliwaambia wanatheolojia wa zama zile, wa zama za kwake, kwamba ninyi
mnawafundisha watu mapokeo ya wanadamu wala si mapokeo ya Mungu. Kwa hiyo wanatheolojia hawakuanza leo kufundisha kwa mapokeo yao, kufundisha wanavyotaka wao watu waishi katika kanisa zao au katika sinagogi zao au katika misimamo ya ibada yao. Kwa hiyo wanatheolojia hawakuanza leo, maana wanatheolojia sio wa leo. Theolojia haikuanza leo. Nitakuonyesha wapi ambapo theolojia katika Biblia imeamuriwa ianze. Bwana asifiwe sana. Theolojia ni elimu ya Mungu au elimu ya kumjua Mungu. Kwa hiyo nitakuambia wapi theolojia ilipoanza, na utaelewa huko mbele atakapoongelea mambo ya theolojia, tutapitia hapo. Anayoyaongea mchungaji ni elimu ya theolojia, sio elimu ya Roho Mtakatifu. Na sijasema hana Roho Mtakatifu. Kumbuka, sijasema hana Roho Mtakatifu, ila nimesema elimu aliyoiongelea ndiyo elimu ya theolojia. Bwana tukuzwe sana. Na unajua sisi ambao hatukupata neema na bahati, huenda ukosefu wa mali na fedha hakutupeleka huko kusomea vyuo hivyo vya theolojia, ndio tunaonekana mbumbumbu, hatujui na tumekataa kazi ya Roho Mtakatifu kwa mujibu wa dada huyu. Lakini ngoja cha kwanza tujue kwanza dhambi ni nini. Maana title yake inatuambia kwamba sio dhambi ya moja kwa moja. Tunaposoma kitabu waraka barua ya kwanza ya Yohana mlango ule wa 3 na aya yake ya 4, tunapata tafsiri ya neno dhambi au maana ya dhambi. Biblia inasema hivi, na nukuu kwenye tafsiri ya neno, nasema kila mtu atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kwa hiyo dhambi ni kuasi. Sasa huku kuasi ni kuasi nani? Bwana atukuzwe sana. Kuasi ni kuasi nani? Watu wengi wanatheolojia, wengi, sijasema wote ndugu zangu, wengi wanatheolojia usema dhambi ni kuzivunja amri 10. Na hiyo ni kweli. Dhambi ni kuvunja amri 10, kwa sababu huu uasi sio uasi wa mtu anafanya uhaini kwa rahisi. Sio uasi wa mtu anafanya uhaini kuasi mtu yeyote. Hapana. Huu ni uasi wa mtu kumwasi mfalme, na huyu sio mfalme mwingine. Ni uasi wa kumwasi mfalme wa utukufu. Bwana atukuzwe sana. Sasa tujue kwamba dhambi ni uasi. Kwa hiyo huyu dada anaposema kwamba sio dhambi ya moja kwa moja, ajue kwamba ni nani aliyesema kwamba wanawake wasisuke nywele. Si kwa kusuka nywele. Si ina maana bila. Neno unaposikia kwa Kiswahili anasema kula ugali, si ina maana bila au hapana, without ndio si. Kile kiambatanisho ambacho ni si, ile s na e, ile si inamaanisha without. Kwa hiyo upambe bila kusuka, wanawake wasijipambe kwa kusuka nywele. Yaani ukijipamba usisuke nywele, kwa sababu Biblia inakutaka ujipambe kama Sara. Sasa cha kuuliza huyu dada, angeuliza Sara alijipambeje? Maana hiyo Petro 3:3 ukishuka inakwambia kama wanawake walivyojipamba kwa kipindi kile kama Sara. Bwana atukuzwe sana. Lakini tuende katika dhambi ni nini? Dhambi ni kuasi kauli ya mfalme. Maana aliyesema wanawake wasisukwe nywele ni Petro na Paulo kwa mwongozo na utaratibu wa Roho Mtakatifu. Biblia imekwisha kutuambia neno la Bwana la dumu hata milele. Kwa hiyo kama tutalikataa andiko hili, tukubali kwamba haya mafundisho yalitokana na Petro na Paulo. Kama yalitokana na Petro na Paulo au Paulo na Petro, basi haya mafundisho hayatuhusu sisi wa zama hizi. Lakini kama yalitokana na Roho Mtakatifu ndani ya watu hawa, tujue Roho Mtakatifu ndiyo mwalimu, ndiyo kiongozi na ndiye Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kama ni maneno au maandiko yaliyotokana inspired by Holy Spirit, kama ilifanywa kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu, basi tujue ni neno la Bwana ambalo linadumu hata milele. Bwana atukuzwe sana. Sijui kama unanielewa.
tujue kwamba ni neno la Bwana linalodumu hata milele. Sasa kama ni neno la Bwana, dhambi ni nini? Dhambi ni kuasi kauli ya mfalme. Unajua, tujiulize swali. Kipindi wanadamu wa kwanza au mwanadamu wa kwanza waitaye Adam, kwa sababu Biblia inasema mwanamke na wanaume Mungu aliwaumba akawaita Adamu. Ni ile Mwanzo sura yake ni ya 3. Alipowaumba aliwaita wote Adam. Kwa hiyo kama wote ni Adam, huyu Adam wa kwanza, huyu mwanamke na mwanaume, alipofukuzwa shambani Eden, alivunja usizini. Kwani Adamu angezini na nani? Maana alikuwa ni mwanamke mmoja. Angeiba vya ndani. Alivunja amri gani? Alivunja kauli ya mfalme, usile tunda, akala tunda. Kwa hiyo mfalme anapotoa kauli, hiyo ni amri. Kauli ya mfalme ndio maana Mungu uongozi wake si wa kiraisi, ni wa kifalme. Ndio maana Mungu alijua, yeye anajua yote. Alijua kwamba zama zetu kutakuwa maraisi, lakini yeye hakujiita raisi wa maraisi. Hapana. Mpaka sasa anajiita mfalme wa wafalme. Kwa sababu raisi ili aseme jambo analisema kwa katiba ya nchi. Lakini mfalme anaposema, anasema kama anavyojisikia, anavyotaka yeye, kwa mapenzi yake. Ndiposa Danieli sura yake ya 2, wanatafuta Danieli na wenzake wauawe kwa amri ya mfalme, wanatafuta na Arioko. Danieli anasema, kwa nini amri ya mfalme ina ukali namna hii? Kwa hiyo ile tayari ya kusema waue Arioko, shika wanyekema wote wa Babeli, chinja wote, uwa wote, teketeza wote, sitaki kuona, maana wananidanganya. Danieli alijua aliyesema ni mfalme, akajua hili sio kauli, nimekuwa ni amri. Bwana tukuzwe sana. Kwa hiyo kama hili ambalo linasemwa si kwa kusoka nywele, la toka kwa mfalme wa utukufu ambaye ni Roho Mtakatifu, kiongozi wa kanisa, sio tu ni neno la Mungu, ni amri kwa ajili ya wanawake, kwa ajili ya madada, kwa ajili ya mabinti. Ni amri totally. Ni amri. Kwa hiyo unapoasi watenda dhambi. Nafikiria tunaweza tukamaliza mjadala hata kwa hapa, maana umekwisha kuelewa. Lakini sasa yeye anasema si amri ya moja kwa moja, kwa sababu ilikuwa inawalenga watu wa zama zile. Ngoja tuendelee kumsikia. Kwa mwanamke wa Kikristo. Na alichokizungumza mtumishi wa Mungu Katetela, huo ndiyo ukweli wa Biblia. Lakini kama alivyosema, na mimi ninarudilia tena, ya kwamba ikiwa Roho Mtakatifu amekuonya wewe ya kwamba mwanangu, usipambe kwa kusuka nywele na usisuke hata nywele za kawaida, basi uitii sauti ya Roho Mtakatifu iliyosema ndani yako. Kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye anayetuchunguza vyema kuanza ndani na nje. Na anapokukataza wewe usisuke hata nywele za kawaida, amejua ni kwa sababu gani amekukataza wewe usisuke nywele za kawaida, aidha usipambe kwa kusuka nywele zako. Lakini shida kanisa la leo ni hii. Wakati Roho Mtakatifu amekukataza wewe ya kwamba mwanangu usisuke hata nywele za kawaida, unapenda uje ulitangazie kanisa mzima ya kwamba Roho Mtakatifu amekataza kusuka hata nywele za kawaida ni dhambi, kukaa hata kichwa wazi ni dhambi. Roho Mtakatifu amekukataza wewe, haja mkataza mwingine, haja nikataza mimi. Ikiwa tunasoma Biblia na kupata habari za Roho Mtakatifu ya kwamba alitoa wengine kuwa manabii, alitoa wengine kuwa waalimu, alitoa wengine kuwa wainjilisti, wengine wachungaji, mitume, tunaamini katika hilo ya kwamba Roho Mtakatifu ameweka wito tofauti tofauti ndani ya watumishi wake. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Unasikia hapa naongelea habari za Roho Mtakatifu wanapomkataza mke wangu. Kwa hiyo mke wangu asitangazie kanisa, au mke wangu asitangazie watu, kwa sababu amewachagua wengine kuwa manabii, wainjilisti, mitume, amewachagua watu kuwa kama na hivyo. Kwa hiyo tumeitwa wito takatifu. Si kweli. Si kweli. Petro anayanukuu maneno haya ambayo yako kwenye kitabu cha Kutoka, kwamba sisi ni taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Yani taifa la makuhani sisi. Lakini Petro huyo
katika roho na muongozo wa Roho Mtakatifu anatuambia, anayanukuu maneno haya akiyasema kwamba mmeitwa muwe watakatifu. Kwa hiyo wito wetu ni wa utakatifu. Wito wa Mkristo ni wa utakatifu. Unapoitwa, Mathayo 9:9, akakutana na mtu mmoja mtoza ushuru aitwaye Mathayo, akamwambia nifuate. Bwana sifiwe sana. Nifuate. Kwa hiyo wito wa Mathayo anaambiwa amfuate, lakini je, alimuita? Ndio. Yohana akaambiwa nitakufanya kuwa wavuvi wa watu. Sawa. Kwa hiyo katika hiyo shughuli ya kusema njoo nifuate, nitakufanya, tunadhani ndio wito. Hapana. Wito wa Yohana, wito wa Petro, wito wa Paulo, wito wako, wito wangu katika Injili au katika Kristo ni utakatifu. Sasa kuna kazi katika wito huo. Kuna kazi ile aliyomwambia Yohana kwamba na Petro na Yakobo, nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Ni kazi katika wito wa kumfuata Yesu. Maana kama aliwaambia hivyo, kwa nini walikuwa wakienda na yeye wakimfuata? Si ongemwacha tu Mathayo aliyeambiwa nifuate, amfuate Yesu, wale wengine wanabaki nyumbani, Yesu anawatembelea, anawafanya kuwa wavuvi wa watu, anawaacha tena naenda. Ni kwa sababu wito ni wa utakatifu. Kwa hiyo aliwapitisha kwenye namna yoyote ambayo atawakamilisha katika utakatifu. Bwana sifiwe sana. Kwa sababu kama anavyosema, mimi ni kijana tena mwanamume. Mimi mwanamume kwa mke wangu, kijana kwa mamangu na babangu. Mimi ni kijana tena mwanamume na tena baba kwa watoto wangu. Na kuna mtu mwingine wa rika yangu kama jinsi nilivyo. Sasa mimi kijana wa kanisa, mwanamume, nasoma neno linaniambia usiibe. Na kwenda kwa mtu mwingine namwambia mimi Roho amenikataza nisiibe, lakini wewe unaweza kaiba, ni sawa. Inaingia akilini? Haingia akilini. Biblia haijasema eti enyi watu wa Korintho. Na hapana. Aliongea na watu wa Korintho lakini akasema wanawake. Sasa swali ni hii kwa watu kama na hao wana theolojia. Ni wapi ambapo Mungu katika Biblia au mitume, Mungu kupitia manabii, makuhani, mitume aliandika waambie watu wa Marekani, waraka, barua, ujumbe kwenda kwa watu wa Marekani? Ni wapi Mungu aliandika, alitoa ujumbe wa watu kwenda Kongo, watu wa Kongo, watu wa Tanzania, watu wao? Mungu kwenye Biblia hipi ambapo andiko linalohusu wa Tanzania, wa Kongomani, wa Amerika, wa Kanada, andiko linalowahusu li wapi? Alipo. Sasa kama alipo, kwa nini tunawahubiria maneno ya Biblia? Ni watu. Kwa nini Biblia inihusu? Mimi ni mtu. Kwa nini kuhusu ni mtu? Kwa hiyo tunaposema inawahusu watu wa zama zile, maana alivisema, tunaposema inahusu watu wa zama zile, Mungu alikufunulia wewe. Kwa hiyo hii andiko ihusu watu wote. Jua, maana hata mzee Katekela alisema hivyo, kwa mafunuo ya watu wa zama zile kwa sababu ya miungu. Tujue kwamba wale ni watu, wewe wa zama zile, wewe wa zama hizi, neno la Bwana la dumu hata milele. Bwana sifiwe sana. Na tumejengwa kwa msingi wa neno hili ambalo ni msingi wa mitume na manabii. Bwana tusaidie sana. Kwa maana hiyo, hawezi katika andiko limhukumu huyu, lisimhukumu huyu. Mungu si dhalimu. Hapana. Mungu ni mwamuzi wa haki. Haiwezekani kauli ya mfalme imhukumu huyu, isimhukumu huyu, wakati wote wako kwenye mkumbo wa kosa hilo moja. Hapana, huyo mfalme atakuwa si mfalme wa utukufu. Mfalme wa utukufu anapohukumu uzinzi, anawahukumu wazinzi wote. Na ndio maana tunapata changamoto watu wanapotuuliza maswali kama na haya. Kwa nini Mungu alipounguza Sodoma na Gomora watoto waliangamia?
Sasa watu wanadhani kwamba Mungu aliwaangamiza watoto. Mungu hakuangamiza watoto, aliangamiza dhambi ya Sodoma na Gomora. Maana anasema nimeshuka, maana nimesikia kilio cha Sodoma na Gomora. Kwa hiyo aliangamiza Sodoma na Gomora na vitu na watu na wanyama waliokuwa mle, na ndiyo aliyotaka kufanya Ninawi. Ninawi utaangamia. Ninawi, kwa hiyo hata Yona ange sita, yani watu wa Ninawi wasingalitubu na Yona yumo Ninawi, wenda neno lingekuja kwake kumwambia aondoka mahali hapa. Ndio maana asingetoka ule Luthu asingetoka Sodoma, angeangamia pamoja na Sodoma. Kwa hiyo kilichoangamizwa Sodoma ni dhambi. Ndio maana ndiposa watu husema nchi inapotenda dhambi sana, ardhi hulaaniwa. Kwa hiyo na kila chote kilichopo juu ya ile ardhi kinalaaniwa juu ya dhambi hiyo. Bwana sifiwe sana. Kwa hiyo Mungu aliangamiza dhambi. Sasa Mungu si dhalimu anapoiangamiza dhambi ya nchi au dhambi ya wadhinzi afu akacha wadhinzi. No, ndio maana Ibrahimu akamuuliza, je, utawahukumu watu wa haki na wasiokuwa na haki? Akasema hapana, wakipatikana 10 kwa ajili yao 10, mimi naiacha Sodoma na Gomora. Walikosekana, alipatikana mtu mmoja mwenye haki, Luthu. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo tujue kauli ya mfalme wa utukufu inapotoka inakuwa ni amri. Na unapovunja unafanya uasi, maana kila mtu atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Bwana atusaidie sana. Tuendelee. Twende tuangalie Paulo na Petro kwa nini walitoa katazo hili kwenye makanisa haya, kanisa la Wakorinto, kanisa la Waefeso pamoja na Asia ndogo. Je, walitoa katazo ya moja kwa moja kwamba mwanamke usitengeneze hata nywele za kawaida? Jibu ni hapana. Hata kusuka sio dhambi. Yoyote aliye na andiko linalosema kusuka ni dhambi aniwekee kwenye comment. Lakini kusuka sio dhambi, kwa maana haya maandiko hayasemi ukisuka unatenda dhambi. Lakini inaweza ikawa dhambi kulingana na namna moja au nyingine. Na ndipo maana nimesema kwamba ikiwa Roho Mtakatifu amekukataza wewe ya kwamba usisuke hata nywele za kawaida ni dhambi, ina maana kwamba amechunguza ndani ya nafsi yako. Kusuka kwako nywele kunaanza kuzalisha dhambi ndani ya nafsi yako. Sasa ili sio katazo ambalo lilizungumzwa kwamba ni moja kwa moja kwamba usifanye hivyo, usitengeneze hata nywele za kawaida. Hapana. Bwana tusaidie sana. Petro na Paulo walitoa katazo hili. Hapana, Biblia haiendi eti Petro na Paulo walikataza. Maana Petro na Paulo hawa ni balozi wa Injili. Ni mabalozi wa Injili. Na mafundisho na Injili waliohubiri si ya kwao. Hapana, ni Injili ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaposema Petro au nikisema mimi Petro na Yohana wamekataza, sifanyii haki Roho Mtakatifu. Maana ninakuja kuonyesha watu kana kwamba chochote alichokiandika Petro, kukanya, kushauri, kuonya, kukaripia na kukemea, kilitokana na Petro. Petro ni mwanadamu. Petro ni mwanadamu. Paulo ni mwanadamu. Yohana ni mwanadamu. Yaani manabii wote, mitume wote ni wanadamu, isipokuwa Yesu Kristo. Bwana tusaidie sana. Sio Petro na Yohana walitoa katazo. Biblia is inspired with the Holy Spirit. Biblia hii ni maneno yanayoambatanishwa na kuunganishwa, au ni vitabu. Mimi nasemea kwa neno, ni vitabu vingi vinawekwa pamoja, inaitwa Biblos. Lakini hivi vitabu vina maneno yaliyounganishwa na kuambatanishwa kuitwa neno la Mungu. Neno li hai, sio maneno ya Mungu. Maana makristo si wengi, ni Kristo mmoja ambaye ni neno la Mungu. Sasa kama neno ni la Mungu, tusiseme Petro alikataza. Ina maana haya mabarua haya yatufai, maana ni akina Petro, ni akina Paulo. Sasa Paulo barua yake inanifaa mimi nini katika ulimwengu wa roho? Barua ya science ninaposoma, sijui mtu fulani katika chuo cha science alienda akabaini kina hiki, hicho kitu kinanisaidia mimi nini katika mambo ya rohoni?
Watu wa anga, sayansi ya anga, NASA, wametuambia jua liko hivi. Linanisaidia mimi nini katika ulimwengu wa kiroho? Petro naye akisema kauli zake zinasaidia nini mke wangu ulimwengu wa kiroho? Hata chochote, ni wanadamu. Kwa hiyo ili kiwasaidie, iwe inspired with the Holy Spirit, ili neno hili liwe neno la kusaidia kwenye ulimwengu wa roho, liwe limetokana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kauli hii ya kusema walikataza, Petro na Yohana, Petro na Paulo walikataza, liondoke hapo. Tuseme Roho Mtakatifu aliwakataza kupitia mitume. Bwana sifiwe sana. Maana Kristo ndiyo jiwe la pembeni katika msingi huu. Tusisahau hilo. Tusilisahau hilo. Si Petro na Yohana wanatoa katazo, ni Roho Mtakatifu aliyomo ndani yao ndiye atoae katazo. Bwana tusaidie sana. Maana tunaposema ni Petro na Yohana, havitawafaa wanadamu kwenye ulimwengu wa wokovu. Havitawafaa na haviwafai, na maandiko yote haya hayatafaa. Maana kuna maandiko Musa kaandika, kuna maandiko Yohana kaandika, kuna maandiko sijui Paulo kaandika, kuna maandiko mitume wameandika, manabii Isaya wameandika, Baruku wameandika, maandiko ambayo anapewa na Yeremia. Sasa haya maandiko yanatufaa nini sisi? Na wakati ni wanadamu, yanatufaa nini? Si ni wanadamu tu, ni kama wanasayansi wanavyoandika. Hapana, haya sio maandiko yatokanayo na akili na utashi wa mwanadamu. Ni maandiko yatokanayo na neno la Mungu, ambayo yanatoka kwa Roho wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo zingatia. Sasa kuna mambo ambayo anayataka kuyasema hapa, ndio nataka uyasikilize kuhusu kanisa la Korintho. Ndio maana nikwambia achana na hao watu, na niliwahi kumwandikia kwenye comment kamwambia tukikufuata nyuma utajisikia vibaya, kwa sababu naona wewe unafundisha theolojia, unafundisha maneno ya theolojia, sio neno la Mungu. Kwa sababu hauwezi ukafundisha watu maandiko afu unasema ni Petro na Yohana kakataza, ukilitumia hayo maandiko kufanya yawe neno la Petro na Paulo, wakati unalitoa kwenye Biblia na kila Mkristo anatambua Biblia ni neno litokanalo na Roho Mtakatifu. Alafu unalipokonya kwa Roho Mtakatifu unampatia Petro na Paulo kusema Petro na Paulo walikataza. Umesahau. Ndio maana nimesema kuna mambo kasahau huyu dada. Umesahau. Sio Petro na Yohana. Usimpokonye Roho Mtakatifu neno la Mungu kusema ni la mwanadamu. Hapana. Utakuwa ni uasi. Maana dhambi ni kuasi. Sasa ili sio katazo ambalo lilizungumziwa kwamba ni moja kwa moja kwamba usifanye hivyo, usitengeneze hata nywele za kawaida. Hapana. Paulo na Petro hawakusema kusuka nywele ni dhambi ya maana ya moja kwa moja. Walikuwa wakiwaonya watu wa wakati wao wa Korinto, Efeso na Asia ndogo, ambao walikuwa na desturi ya kupamba nywele zao kwa anasa kubwa, kuziweka juu mitindo mikubwa, kuziunganisha na dhahabu, lulu na vito kama alama ya fahari na tabaka la juu. Paulo pamoja na Petro walitoa katazo hili kwenye makanisa ya wakati huo, kwa sababu haya makanisa yalikuwa na desturi ya kupamba nywele zao kwa vito vya samani. Walikuwa na desturi ya kupamba nywele zao kwa mitindo mikubwa mikubwa, tena ya kuifanania dunia. Bwana asifiwe sana. Alichokiongea kwamba walikuwa na suka lulu, dhahabu wanaweka kwenye nywele ni kweli. Lakini nimeshakuambia sio katazo lililotoka kwa Petro na Yohana. Limetoka kwa Roho Mtakatifu aliyo ndani yao. Maana hili ni neno la Mungu, sio la Petro na Paulo samani, sio la Petro na Paulo. Ni neno la Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Yaani neno lililotokana na Roho Mtakatifu aliyo ndani yao, waliompokea kutoka kwa Mungu, alafu anazungumza kupitia vino vyao kulikataza kanisa. Na anasema kanisa wakati wao. Bwana tusaidie sana. Unajua kanisa sio eti kanisa la wakati wao. Maana tutakuwa na makanisa mengi sana. Na Yesu atakapokuja itambidi haje huenda kwa mara nyingi sana, kuja kulichukua kanisa la wakati ule, wakati huu, wakati mwingine.
Hapana, kanisa ni moja, na ndio maana wengine wanasubiri na kuwasubiri wengine. Waliolala mavumbini wa nchi watafufuliwa, wamoja uzima, wengine aibu ya milele. Danieli 12:2. Kwa hiyo tujue kwamba kanisa ni la Kristo. Na hilo kanisa kama ni la Kristo, kama walikataza makanisa ya zama zile, kwanza ni jambo la kutaka kujua, Asia ndogo ilikuwa inatawaliwa na wanani? Warumi. Kwa zama hizi za kina Petro, Rumi ndiyo iliyokuwa inatawala dunia. Lakini miungu mikubwa iliyokuwa nafanya kazi ni miungu ya Kigiriki. Diana, kama alivyosema mchungaji Katekela, wakina Diana, Astoreth, Istar, miungu ya kike hao. Wakina Zeu, miungu ya kiume. Kwa hiyo miungu hiyo ya Olympic ilikuwa ni miungu ya Kigiriki ambayo ilikuwa inatawala kwenye dola la Rumi. Nao walikuwa ni wazungu. Wazungu hawana nywele kama ya mke wangu, hawana nywele kama ya dada huyu. Hapana. Wazungu hawahitaji kusukwa unavyosukwa wewe. Maana wewe unaposuka nywele zako hauwezi kushika kile kibamio huku ili zisiachane. Lakini mzungu anaposuka lazima aweke kibamio zisiachane. Na ukumbuke, mchungaji ametuambia usisuke rasta. Mzungu hahitaji rasta. Mzungu hahitaji rasta. Ndio maana nasikia waliambiwa nywele ndefu ni fahari kwao. Zile nywele ndefu ni fahari. Na hicho kilikuwa kipindi cha maombi ambacho watu wengine utilia ubisha. Hapana, ni nywele ndefu ni fahari kwako, sio kwa Mungu. Na maombi ni ibada. Maombi ni sehemu ya ibada, wahitaji utukufu wa Mungu. Lakini Biblia zingine inasema ni utukufu wa mwanamke. Kwa hiyo kuna utukufu wa mwanamke na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo nywele zikiachiwa wazi ndefu, utukufu kwa mwanamke inatoka kwenye ibada ya Mungu, inakuwa ibada ya mwanamke. Tuachane na huko. Kini utasoma vizuri Biblia yako. Neno la Bwana ladumu hata milele. Lilivyoenda kwa Korintho, likafika kwa Waefeso, likafika kwa Yunani, likafika kwa watu wa mataifa, ndivyo lilivyo kwa Wamarekani, hivyo hivyo kwa Waafrika, hivyo hivyo kwa wazungu, hivyo hivyo kwa kila aitwaye mtu au mwanadamu. Ni neno hilo hilo, halibadiliki, maana ndani yake kuna pumzi, kuna uhai. Linapumua, tena ni kali, ni jepesi kutambua mawazo na fikra ya mwanadamu. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo katika hapa tujue wale walikuwa ni wazungu, na mji kama Korintho ulikuwa ni mji wa biashara. Mji wa Korintho ulikuwa ni mji wa biashara. Na tukumbuke Alexandra mkuu ni mtu wa wapi? Wa Ugiriki. Ugiriki ipo mpaka leo. Kwa hiyo kama Ugiriki ipo, ilikuwa ni ya wazungu. Kumbuka Asia Minor ilikuwa ni mji uliotawaliwa na wazungu wa Ugiriki, ikatawaliwa na wazungu wa wapi? Warumi. Ndiposa watu wa Asia wengi hauwezi ukawatolea utofauti na wazungu isipokuwa kile Kiarabu. Kwa wale wanaongea Kiarabu hauwezi ukawatofautisha. Wakiweka mtu wa Asia hapo na mzungu hapa, ukiangalia yani utofauti unakuwa nini? Si rahisi kutofautisha watu, kwa sababu wamezaana karne na karne, wameishi pamoja na miungu yao inafanya kazi mpaka leo. Kwa hiyo mitindo mingi waliokuwa nasuka, kila mtindo ulikuwa na maana yake na jina lake. Ndio maana kuna watu kwenye mji fulani au kwenye vijiji fulani wanasema umesukwa twende Kilioni. Kwa hiyo mpaka hata watu wa siku hizi wanajua mtindo uliosukwa huo unaitwa Mamviambuzi, mtindo uliosukwa huo unaitwa twende Kilioni. Huo mtindo unavutia, huo mtindo. Kwa hiyo mitindo yote ya nywele ni kwa ajili ya maana fulani ambayo ni ya kiroho zaidi. Watu hawaelewi maana ile ilikuwa ni ya kiroho zaidi, ikielekea na kuambatanishwa na miungu ya Ugiriki. Na Wagiriki walikuwa na miungu aina tofauti tofauti, na ibada nyingi tofauti tofauti, na masherehe mengi tofauti tofauti, na michezo mingi ya Olympic.
Mpaka leo michezo hiyo kama kucheza mpira wa miguu ni Olympic. Michezo ya ngumi, mpaka Paulo anasema sipigi ngumi kama bondia au box apigaye hewa. Kwa hiyo anatoa mfano kwa michezo iliyokuwa haikuanza leo. Hapo Yesu hajazaliwa, hiyo michezo ipo ya Olympic. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo katika michezo tofauti kulingana na miungu yao, na kusukwa kulikuwa tofauti kulingana na miungu yao, na michezo mingi ilikuwa ikiambatanishwa na uzinzi na uasherati. Ibada nyingi sana zilikuwa zikiambatanishwa na uzinzi na uasherati. Ndiyo maana walio wengi katika kusukwa utaka kuvutia. Kuna roho ya mvuto ndani yao, kwa sababu miungu hii ililenga sana ibada za uzinzi na usharati. Soma vitabu na historia ya Ugiriki. Asia Minor ilitawaliwa na Ugiriki kabla ya Rumi, na mpaka lugha iliyotumika kuandika Agano Jipya ilikuwa ya Ugiriki. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo unaposema si katazo, ni katazo la kanisa lile, ndio, kwa sababu walianza kutokana kwenye misingi ya imani kwenda kwenye misingi ya miungu. Na unaposukwa, ndugu yangu, kumbuka wale walikuwa na nywele za kizungu, hawakuhitaji rasta. Kwa hiyo walisuka nywele zao za kawaida, lakini katika kusuka kule kwa nywele za kawaida walianza pole pole, wakajikuta wameingia kwenye miungu. Shetani hajawahi kumshika Mkristo na kumpeleka vupu, anakuanzia pole pole. Kwa hiyo kama huyu anasukwa, kuna jambo hili, Mungu apigi asiyekuwa mtoto wake. Waebrania 12, Mungu anawapiga watoto wake. 12 mstari wa 5 Waebrania. Mungu apigi kila mtu, hapana. Bwana tusaidie sana. Neno la Mungu ladumu hata milele. Kwa nini wale madada, wanawake, wamama, mabibi wa siku zile walikatazwa? Kwa sababu ile ni ibada. Ndio maana alitaka kupamba kwa kuwe naturally, kukue kujipamba kwa asilia, uasili wa mwanadamu, jinsi ulivyo. Utanunua mapambo, utajipamba, lakini sio uzuri. Alitaka wanawake wabaki kuwa wazuri, sio wenye kujipamba. Uzuri au nunuliwi. Kuna mahali kasema kwamba heti kuwa safi, anachanua nywele zake na kusuka kwa sababu zikuwe safi, zisizingane nywele za Kiafrika. Kwa hiyo inabidi afanye hivyo, na pasipo kufanya hivyo lazima awe mtu wa kunawa kila wakati. Sasa kama dawa umekwisha kuipata ni kila mara unapohoga, hosha kichwa chako, hosha nywele zako, fanya kwa ajili ya Kristo. Baki mtu wa nature. Kusukwa sio jambo la kawaida, ni jambo la imani. Bwana tusaidie sana. Ni jambo la imani, ndugu yangu. Kusukwa ni kusukwa tu. Iwe ni nywele zako ni kusukwa tu. Iwe ni nywele za bandia ni kusukwa tu. Iwe ni makonga ni kusukwa tu. Iwe ni nini, mimi sijui mnasukasukaje, mimi sijui, sielewi. Na namshukuru Mungu sitambui. Hata Mungu anajua. Mungu anajua, ndugu yangu, Mungu anajua. Ndio maana nasema akapasua bavu ya yule baba, yule kijana pale Eden, akamfanyia wa kufanana naye. Yaani mimi mke wangu yani kweli mimi ninajisi kama mimi ndo yule mwanadamu niliyekuwa nimelala, alafu nikaamka kukuta kuna umbo langu yuko pale, nyama kati ya nyama yangu, mifupa kati ya hana hiyo, wala hajuagi hata style za kusukwa, hazielewi. Kama nisivyoelewa haelewi. Bwana atusaidie sana. Yaani mimi Mungu atusaidie sana. Sasa kwa nini haya mambo yanatokea? Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Mathayo sura ile ya 6 na mstari wa 24, au kisoma Luka sura ya 16 na aya yake ya 13, Yesu anaongea hauwezi kuwatumikia mabwana wawili. Ukatumikia mali na Mungu, lazima utampenda mtu, utapenda mmoja ukaacha mwingine. Ndivyo ilivyo. Hauwezi ukaweza kutumikia Mungu
ukatumikia na mwili wako. Hauwezi ukaweza kutumikia Mungu na hapo hapo utumikie mwili wako. Lazima utaachana na kimoja. Sisi ni askari, na askari aliyeajiriwa ufanye kile ambacho anachokitaka bwana wake aliyemwajiri. Sisi ni askari katika Injili, mabalozi wa Injili. Lazima tufanye kama vile alivyotuita, anavyotaka tuishi. Mungu kila alilolisema. Unajua mwanadamu yeyote anapokuambia haya yalikuwa ya watu wa zama zile, yani ameona hiyo mambo yanakera maisha yake. Katika maisha yake hawezi na halitaki hiyo kauli. Na kukataa kauli ya Mungu ni uasi. Na uasi ndiyo dhambi. Amri 10, sisi tunadhani tu ukivunja amri 10 ndio unafanya dhambi. Kila neno la Mungu lafaa kwa mafundisho. Kwa unapolikataa unafanya uasi. Neno la Mungu ladumu hata milele. Bwana tusaidie sana. Hauwezi ukatumikia dada yangu. Wewe unajipamba kwa sababu hauwezi ukaweza kutumikia Mungu na mwili wako. Lazima utaachana na Mungu ukatumikia mwili wako, au utaachana na mwili unatumikia Mungu. Lazima. Ndiposa Yesu kasema haya kwenye kitabu cha Luka mlango wake wa 9 na aya 23. Tunaanzia hapo. Yesu anasema, kisha akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata ni lazima ajikane mwenyewe, auchukue msalaba wake kila siku. Sio tu mara moja, kila siku anifuate. Hii ni kulingana na neno, tafsiri ya neno 24. Kwa maana yeyote anayetaka kuyaokoa maisha yake atayapoteza, lakini yeyote anayetaka kuyapoteza maisha yake kwa ajili yangu atayaokoa. Kinachowashinda Wakristo wengi ni kujitwika msalaba na kumfuata Kristo. Unapotaka kumfuata Kristo sio jambo rahisi. Unapoyaweka maisha yako mbele, yani unataka mwili wako, vitu vyako mbele, utaipoteza kila kitu. Lakini unapoyadharau maisha yako, kudharau uhai wako kwa ajili ya Kristo, utaupata upya. Unapojali mwili wako sana, utampoteza Kristo na utapoteza hata huo mwili, maana utakufa. Mwili huo utapotea. Mwanadamu ni kama majani, ni kama ua la kondeni. Majani huanguka, majani unyauka na jua na ua huanguka, lakini neno la Bwana ladumu hata milele. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ninakuambia ndugu yangu, hauwezi kutumikia mwili wako na ukatumikia Mungu. Haiwezekani dada yangu. Ndiposa unaona kujiachia mwili wako. Na amesema watu wengine wanashindwa kuja kwenye Ukristo kwa sababu nitakaaje, nitashindwa kujitengeneza. Kama hautaweza kuchukua msalaba wako, hauwezi kuingia kwenye Ukristo. Maana Ukristo ni tofauti na watu wengine. Ukristo ni njia iliyo na watu wachache, ni nyembamba. Ukristo sio opinion ya watu wengi. Ukristo ni njia iliyo nyembamba. Ni watu waliokana maisha yao, ni watu waliokana uhai wao, ni watu waliokana miili yao. Hao ndio wanaitwa Wakristo. Ni waaminifu hata mpaka kufa. Sio tu kuacha kujipamba. Unajua nikienda kwenye Ukristo nitaonekanaje? Kama wewe bado unaangalia muonekano wa sura yako, muonekano wa kichwa chako, muonekano wa nywele zako, wewe usingeishi zama za Mtishibi. Maana ukisoma Wafalme wa Pili sura yake ya kwanza, unakuta Mtishibi anafahamika kwa nguo zake tu. Ni mtu alikuwa albadilishi nguo zake Elia Mtishibi. Hauwezi ishi kama Yohana. Hawa ni watu ambao ni maskini, ambao hata dunia haikustahili kuwa nao. Waebrania 11 inatuambia hivyo. Lazima, kama bado wewe unaangalia mwili wako, nywele zako, unajua makonga, unajua wewe si Mkristo. Kama bado tu unashindwa kuacha kuwa mtu wa kuoga kichwa chako kila mara na kukichanua ili ueache hayo mpate Kristo, utawezaje kuwa mwaminifu hata mpaka kufa? Likija swala la mkane Yesu uishi,
au mkubali Yesu uuawe, wewe utawezaje kusema niue kama bado tu unashindwa kuacha kusukwa ili kuchanua tu nywele zako kawaida? Kama hilo linakushinda na unakuja kutetea ilikuwa ya zama zile, sisi kwetu neno la Bwana ni lile lile na linadumu hata milele. Kwetu sisi kwetu neno la Bwana ladumu hata milele. Hakuna neno la Wayunani wala hakuna neno la Waebrania. Neno kwetu ni la Mungu na ni kwa ajili ya wanadamu. Watu hawajui kwa nini Mungu alimteua Ibrahim na kumchagua. Kusudi ya Mungu kumchagua Ibrahim ni hii: nimekuchagua ili jamaa zote, mataifa yote au jamaa zote za ulimwengu zibarikiwe kutoka kwako. Na kutoka kwake kupitia nani? Kristo. Maana Kristo alikuwa Mwebrania, ni Myahudi na alitokana na Ibrahim. Kwa hiyo kupitia Kristo Mungu alimchagua Ibrahim, sio kwa sababu Ibrahim alikuwa na haki. Hapana. Mungu alitaka tu mtu ambaye kupitia kwake awaokoe watu. Kwa hiyo hakuna neno ambalo hili ni la Waebrania. Neno ni la Mungu kwa watu. Na ndio maana sisi kumuita Ibrahim baba yetu kwa imani. Bwana asifiwe sana. Eti ni la watu wa zama zile, ni la Mungu. Eti mitume walikaja, ni Roho Mtakatifu alikaja. Bwana tusaidie sana. Haya mambo lazima tuwe nayo makini. Hauwezi kumfuata Yesu kama haujajitwika msalaba wako. Biblia haijasema usiwe msafi, lakini kuwa nature, kuwa mtu wa asili kama ulivyoumbwa. Mungu mwanadamu alipoasi, mwanadamu akajisi aibu, maana alisema usivae nguo. Mwanadamu alipoasi, Mungu akamfanyia nguo, akajiona yuko uchi. Mungu alimfanyia nguo na alijisi aibu ya maumbile yake, lakini hakujisi aibu ya kichwa chake. Na Mungu hakutuma malaika kumuonyesha mwanadamu namna ya kusuka nywele au kumsuka nywele zake. Hapana. Sasa utaniuliza kwa nini kujifunika? Wanawake waliamrishwa kufunika na Mungu hakufunika mwanamke. Hilo linaweza likawa kwetu kufikiria hivyo. Maana kuanzia zamani hata mitume hawajatokea, wanawake wa awali walikuwa wakifunika vichwa vyao. Wako zamani walikuwa funika vichwa vyao. Waliambiwa na nani? Biblia iko wazi. Dhamira zao huwahukumu watu, mara nyingine huwatetea. Kwa hiyo Mungu huweka dhamira yake ndani ya dhamira ya mtu kumhukumu mtu. Lakini ndio maana wanasema kama nafsi yako inajisikia. Sasa kama mtu ameshaamua na Mungu haingilii maamuzi yako, kama umeshaamua mimi nitaishi hivi, si ndio hivyo unaishi? Mimi nikishaamua maisha yangu yote nitakuwa mwizi, ninaishi hivyo. Ninaishi hivyo. Maana nisipoiba siri watoto wangu hawali. Mimi naishi hivyo. Na sitaona kwamba ni makosa, ni vibaya, kwa sababu ndo napata kitoweo. Wewe unalia, mimi nalisha watoto wangu. Nimeamua hivyo. Kwa hiyo kama umeamua hivyo, hata hiyo hukumu itatoka wapi? Itatoka wapi? Wanaopaswa kuhukumiwa ni wale ambao wanaamini njia yao ni nyembamba na wanamfuata Yesu kwa kukana miili yao, kujitwika msalaba wao kila siku. Hao Roho waambia hili sio alikuhusu, hili ndilo linalokuhusu. Hili alikuhusu, kusuka nywele haikuhusu, haya ndiyo yanakuhusu. Kuvaa nguo iendanayo na mwanamke haikuhusu, kuvaa nguo inayoendana na mwanaume haikuhusu. Haya ndio mavazi yanayokuhusu. Hao wanaambiwa kwa sababu wamekataa miili yao na kumfuata Yesu. Bwana tusaidie sana. Tumsikilize. Kanisa la leo. Ndio maana kuna mama mmoja ambaye nilimkemeaga, anaanza kunitumia malinki ya kwamba hata kusuka nywele kawaida ni dhambi. Nikamwambia mama, ninakukemea kwa jina la Yesu Kristo. Ikiwa unaamini kusuka ni dhambi na kuonaga unavaaga hata mabluzi ya samani, au somaji hiyo Biblia yako vizuri. Biblia inakataza hata mwanamke usihubiri. Iko hapo hapo Timotheo wa kwanza 2:10 kwa 11 kushuka pale, inasema kwamba mwanamke ajifunze katika utulivu. Hana ruhusa ya kumtawala mwanaume. Sasa utakuta mama wa chumba cha maombi kusuka ni dhambi, huko anaitwa mama kiongozi, anawaongoza wanaume.
anawaongoza. Utakuta wamama wengine ni wachungaji, wanasema kusuka ni dhambi, huku ni mama mchungaji. Nyie wote ni waongo, ni waongo. Huu ndio ukweli wa Biblia. Ukitaka kufuata moja, fuata yote. Kama Roho Mtakatifu amekwambia kusuka ni dhambi, unatutolea Timotheo kwanza 2:9. Soma yote na uache kuongoza kanisa. Soma yote na uache kuongoza wanaume. Mimi usije ukaniuliza kwamba unaongozaga wanaume. Nitawaongoza vizuri sana, kwa sababu naamini vile Roho Mtakatifu alivyoniita. Hajaniita ya kwamba eti kusuka kwangu nywele kawaida ni dhambi, na kuwaongoza wanaume nitawaongoza. Akinipa uchungaji Roho Mtakatifu nitausimamia vyema katika jina la Yesu Kristo. Bwana tusaidie sana. Okay. Roho Mtakatifu akimpa uchungaji. Natakaye kazi ya maongozo ataka kazi njema, na awe mume wa mke mmoja. Huyu ataoa huyu. Awe mume wa mke mmoja. Okay. Huyu ataoa huyu. Maana kiongozi wa kanisa ni mume wa mtu. Kiongozi wa kanisa ni mume wa mtu. Kwenye swala la maombi, sijui maombi wanaongoza wanaume. Kila mama wa maombi anayeongoza wanaume, lazima kiongozi awe mume wa mke mmoja. Kwa hiyo hapo watatuambia kwa nini wanaongoza wanaume. Lakini kuna jambo ambalo watu hawaelewi. Mimi ni kiongozi, mke wangu ni kiongozi. Sote ni viongozi wa kanisa la nyumbani kwangu. Maana ibada huanzia nyumbani. Mimi kiongozi, mke wangu ni kiongozi wa kanisa la nyumbani kwangu. Nikiwa ninamaanisha ibada ya nyumbani kwangu. Mimi sina kanisa nyumbani. Ninamaanisha kwa kusema ibada huanzia nyumbani. Na palipo ibada la Kristo pana kanisa la Kristo. Sasa kama mimi ni kiongozi, mke wangu ni kiongozi, na pale tuna watoto wetu bado ni watoto wachanga na ni wanaume, ni wa kiume. Kesho watakoma wanakuwa wanaume, lakini watakuwa kwenye mfumo wa ibada la familia. Sasa je, ni vibaya wao kuongozwa na mama yao? Hapana, maana mama yao sio kiongozi kama kichwa cha kanisa hiyo au kichwa cha familia hiyo. Mimi ndi kichwa. Yeye yu chini yangu na watoto wako chini yake. Kwa hiyo kuna kina mama wamoja wa maombi hawaongozi wanaume, ila wao wanaongozwa na wachungaji wao. Hata kwenye hicho chumba cha maombi ni kama kundi lingine, kama kundi la kwaya. Ni kama vile akina mama, kundi la akina mama wa kanisa, lakini kuna kiongozi mchungaji ambaye ni mwanamume. Lakini wale ambao wako chini ya makanisa ni maombi ambayo si chini ya makanisa, na wanajiongoza wenyewe, na hafu viongozi wao ni wanawake. Lazima wawe waume wa mke mmoja. Huyu anasema akipewa Roho Mtakatifu atampa kwa jina la Yesu Kristo kuongoza kanisa. Roho Mtakatifu hawezi akampa mwanamke kuwa mume wa mwanamke mwingine. Maana lazima awe mume wa mke mmoja, sio mume wa mume mmoja. Kiongozi wa kanisa ni mume wa mke. Atakaye kazi ya askofu kwenye Biblia yako, neno linasema atakaye kazi ya kuongoza, kazi ya maongozo, ataka kazi njema, nawe mume wa mke mmoja. Bwana tusaidie sana. Huyo sio Roho Mtakatifu, na sio kwa jina la Yesu Kristo. Labda we Yesu mwingine. Maana hata kule Kenya kulikuwa Yesu wa Tangare. Labda we kwa jina la Yesu Kristo wa Tangare. Sio Yesu Kristo yule Mwebrania, mwanaume mmoja aliyewahi kuishi Galilaya, akafa akafufuka. Unajua kuna ndugu yangu mmoja ambaye aliishi akafa mpaka sasa hajawa marehemu, na ni Yesu Kristo. Aliishi akafa, si marehemu. Kwenye vitabu ya marehemu hautamuona, lakini alikufa. Si marehemu. Sio mwanaume huyo. Sasa tena ninakurudisha mwanzo, zingatia neno mapambo. Inasema vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri, vazi la kujistiri, na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele. Mtu anapokuambia si kwa kusuka nywele, muulize nini? Ndo swali, zingatia hiyo. Si kwa kusuka nywele nini? Ukimuuliza nini atakwambia mapambo. Nimepata jibu, asante. Na mimi sipambi nywele, natengeneza nywele zangu, nafundika. Mimi ukiniuliza nafundika tena vizuri sana. Nafundika za kamba, nafundika za mkono, kwa sababu nywele zangu ziwe smart, nywele zangu ziwe vizuri, napozichanua ziwe zina muonekano mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika haya yote anayosema,
wanawake wajipambe si. Kwa hiyo wanawake hawajakatazwa kujipamba, lakini kuna mapambo ambayo yameambiwa ni ya nguo zenye kujistiri na adabu nzuri tu, vimetajwa pale. Alafu vingine wakakatazwa. Kuna vitu ambavyo wameambiwa wajipambe kwavyo. Wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Kwa hiyo mwanamke yeyote anayetaka kujipamba ajipambe kwa vazi lenye kujistiri na adabu. Kwa hiyo mapambo yanayopamba mwanamke ni vazi la kujistiri na adabu. Ukisuka nywele sio mapambo yanayostahili kwa mwanamke Mkristo. Ukiweka vikuku sio mapambo. Ukivaa mahereni sio mapambo yanayomstahiki mwanamke wa Kikristo. Mwanamke wa Kikristo ana mapambo yaliyotajwa, yanaitwa nini? Mavazi ya kujistiri na pia adabu nzuri, kama wanawake walivyofanya wanawake wa zamani kama Sara. Kwa hivyo akamtii Ibrahimu, akamwita nani? Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kujipamba kwa mwanamke wa Kikristo, Biblia iko wazi, ni adabu nzuri na vazi la kujistiri. Ikiwa unapenda sana kufundishwa, kwa sababu kuna wale ambao wanakataa kufundishwa, kwamba siwezi nikaenda teolojia, siwezi nikafundishwa, unakataa kazi ya Roho Mtakatifu. Biblia inasema kwamba Roho Mtakatifu alitoa wengine kuwa walimu, na wanaokataa kufundishwa na watu, ukija kuangalia fahamu zao bado ziko hapa, ziko chini. Na ndipo maana unapoangalia kwamba unazidi kukaa na watu fahamu zao ziko chini, hawataki kukomaa kiroho, ninakusii kaa chini ya watu au chini ya kiongozi ambaye tayari ufahamu wake umekwisha kukomaa kiroho. Kaa na watu ambao wamekomaa kwenye masuala ya wokovu. Hawa wengine wote nimekwisha kuwachunguza baadhi ya walio wengi. Fahamu zao zimekaa kwenye mavazi, fahamu zao zimekaa kwenye nywele, hawataki kukomaa viwango vingine. Alafu nakuja kujiuliza, hiyo ndio injili? Na ndio injili ambayo imebebwa na watumishi wa leo, vijana wa leo, mavazi na nini na nywele. Hiyo ndio injili ambayo ilisababisha mitume wauawe. Hiyo ndio injili ambayo ilisababisha Yesu Kristo auawe. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana, sura yake ni ile ya 6 na mstari wake ni ule wa 63. Yesu akasema ya kwamba maneno hayo niliyowaambia ni roho, kwa sababu roho ndio itiayo uzima, bali mwili haufai kitu. Yaani Yesu haja afi msalabani kwa ajili ya kuikomboa nywele. Bwana Yesu asifiwe. Tumuhubirie mtu amjue Yesu, atakapoingia Roho Mtakatifu atamuongoza. Yeni ana miaka mingapi katika Ukristo na Roho Mtakatifu amemuongoza, lakini anakataa kuacha mambo ya nywele. Alafu anaongea eti Yesu Kristo afe msalabani kwa ajili ya kukomboa nywele. Yohana 6 aya yake ni ya 63. Roho ndiye atoaye uzima, mwili haufai kitu. Mwili haufai kitu. Maneno haya ninayowaambia ni roho na ni uzima. Roho ndiye atoaye uzima, mwili haufai kitu. Sasa kama yeye anajua mwili haufai kitu, kwa nini anauzingatia mwili? Kwa nini anautetea mwili usiofaa kitu? Kwa nini anautetea mwili usiofaa kitu? Maneno nayowaambia ni roho na ni uzima. Bwana tusaidie sana. Amewapima watu wengine na kuwaona fahamu zao ziko hapa. Ngoja nikwambie, anaongea asichokijua. Theolojia. Eti wanaokataa kufundishwa theolojia. Ngoja nikwambie theolojia ilianzia wapi? Biblia inasema hivi kwenye Kumbukumbu la Sheria, Taurat. Kwenye Kumbukumbu la Taurat mlango wa 6 na aya yake ya 6, tunaanzia hapo. Inasema hivi: amri hizi ninazokupa leo zitakuwa katika moyo wako. 7. Wafundishe watoto wako kwa bidii. Nena kuhusu amri hizi uketipo nyumbani na wakati utembeapo njiani, ulalapo na uamkapo. Awe na zinena na kufundisha watoto wake. Yaani awe na nena, anawaambia watoto mbele ya kulala amri hizi, sheria hivi. Anawaambia maneno yale ya Taurati. Nani anasema? Zifunge kama alama juu ya mkono wako, na uzifunge juu ya paji la uso wako. 9. Ziandike kwenye mihimo ya milango ya nyumba yako na juu ya lango yako.
Bwana atukuzwe sana. Amri imekwisha kutolewa, watu wao wanafundishwa. Ndio maana nasikia, mwanangu, usiache elimu iende zake, maana ndiyo njia iletayo uzima. Kwa hiyo ili watu wapate uzima ilibidi wafundishwe, na waliokuwa na kazi ya kufundisha ni makuhani. Ndio maana nasikia walimu wa sheria, wakina Nikodemo hao wanamwendea Yesu, wewe ni mwalimu katika Israeli. Kwa hiyo unakuta kuanzia zamani, sio tu leo, Taurat imeamrisha watu wao wanafundishwa. Joshua 1:8 inaonyesha kwamba Joshua naye akaambia watu kwamba wao wanafundishana hayo maneno, yani kufundishana. Hata Joshua kawakumbusha kwenye Joshua 1:8 inaongea tena hivyo hivyo. Kwa hiyo hapa ndipo theolojia imeanza, maana theolojia ni elimu katika Mungu. Lakini sasa amri hizi tunazofundishana, Waebrania imesemaje? Bwana tusaidie sana. Waebrania 8 mlango wa 8 na aya yake ya 10, tunaanzia hapo. Nasema, hili ndilo agano nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitaziweka sheria zangu katika nia zao na kuziandika mioyoni mwao. Nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. 11, zingatia hii. Mtu hatafundisha tena jirani yake, wala mtu hatafundisha ndugu yake akisema, mjue Bwana, kwa sababu wote watanijua mimi, tangu aliye mdogo kabisa kwao hadi aliye mkuu sana. Kwa hiyo unakuta maneno yale yalikuwa yanafundishwa, lakini Waebrania agano jipya inakuja kwamba hakuna mtu atakayefundishwa mjue Bwana. Akasema aliwatoa wengine kuwa walimu. Tunakataa kazi ya Roho Mtakatifu? No. Kazi ya Roho Mtakatifu ndiye anayechagua watu. Sasa hivi watu wanasomea, wanapokuwa wamekwisha kusoma wanakuja, yani ni kama taaluma ya science ya kidunia, ambayo ukisoma ukipata madegree na wewe unafundisha wengine. Unaposoma lugha ya Kiingereza, unajua unakuwa mwalimu, professor wa English, yani professor, tunaingia English class. Unaposoma science unakuwa professor wa science. Unakuwa sijui, unaposomea sijui nini huko, unakuja. Biblia sio hiyo, kiroho si hivyo. Roho Mtakatifu anapochagua walimu, wanapofundisha, wanafundisha kwa matakwa na mapenzi ya Roho Mtakatifu, kwa kupenda kwa Roho Mtakatifu na kuongozwa na Roho Mtakatifu, sio kwenda shule. Ndio maana tuna vizaazaa na kimbele mbele na kimbimbimbimbi cha namna hii kwenye kanisa. Roho Mtakatifu, ndugu yangu, Yesu alisomea wapi? Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo, sura hile ni ya 13 mstari wa 54 mpaka 56. Wanashangaa Yesu, wanasema, si tunamjua huyu, mwana wa Yosefu, dada yake Jesi wanaishi hapa, ndugu zake akina Yakobo, Yohana, tunawajua ndugu zake wakina Yakobo, Yuda. Amepataje hekima hii na hakusoma? Maana Taurat imekwisha kuamrisha watu wao wanafundishwa wamjue Mungu. Maneno haya uyafundishe, uandike kwenye miimo, kwenye paji ya uso, uyangie unapolala, unapoamka, watoto wako wajue Mungu. Haka katoto ka Maria, haka kaja soma, katoto ka Yusufu, karanda mbao kalinitengenezea, kasonga hata ile benchi yangu kalitengeneza, ile meza yangu kenyendo kalitengeneza. Kanapataje hekima namna hii? Na akaja soma, tunakajua haka. Wazee wanaongea, wengine wanasema, ya rafiki yangu hata utoto tulicheza naye huyu jamaa. Wanashangaa. Hivyo hivyo hata ukisoma kitabu cha Marko 6:2 mpaka 3, wanamshangaa Yesu hakusoma. Yesu alikuwa ni Mungu, sawa. Yesu alikuwa ni Mungu. Matendo ya Mitume 4:13, walishangaa hekima ya Petro na Yohana kwa sababu hawakusoma, lakini wanafundisha mpaka wanashangaa. Matendo 7, wanashangaa hekima ya Stefano na Roho aliyokuwa anamuongoza kipindi anahubiri. Hawa watu walisomea wapi? Labda kwa habari za Stefano, elimu na nini hatujui. Petro na Yohana, sawa, Paulo alisoma. Wafilipi 3:5 mpaka 8, Paulo aliacha yote akahesabu kuwa mavi kusudi ampate Kristo. Bado safari hii ni ndefu sana. Nini ambacho nilikuwa nakusudia kusema? Walimu wa theolojia
kuwa na degree ya theolojia. Sijasema wasisome watu. Kuwa na degree ya theolojia haikufanyi kuwa mwalimu. No. Hapana. Sasa andiko hili la Waebrania watu hawatafundisha watu tena kumjua Mungu. Tuifanye nini? Na wakati Mungu kashachagua wengine kuwa walimu, lazima tuzingatie Roho kawachagua watu kuwa walimu. Wanafundisha nini? Ndio maana Waebrania inasema kuna mafundisho ambayo hawastahili tena watoto. Yaani nyinyi hamwezi mkapewa mafundisho hayo. Maana watoto wadogo ustahili maziwa. Kwa hiyo kuna mafundisho mengine ambayo yanahitaji Roho mwenyewe akufundishe na hata kufundisha kupitia watu. Sasa sio mafundisho hayo ambayo watu wanaenda kwenye theolojia. Unajua ili andiko linatokana na Efeso. Unatufundisha historia bwana. Mimi sio mtu wa Efeso. Mimi ni mtu wa leo. Mimi ninaishi leo, niko Marekani sasa hivi. Na mwingine yuko Afrika na kusikiliza dadangu. Mwingine yuko Tanzania na kusikiliza. Unapomwambia mambo ya watu wa Efeso, mambo ya watu wa Galatia, mambo ya Warumi, sio Mrumi. Mfundishe Roho Mtakatifu aligeuze hilo neno likuwe la Watanzania. Ligeuze hilo neno liwe la Wakongomani. Ligeuze hilo neno liwe la watu wa Amerika. Hauwezi isipokuwa Roho Mtakatifu. Ndio kazi sasa ya walimu katika Roho. Kulifanya lile neno liwahusu hao watu. Wana theolojia hawawezi, wala theolojia haiwezi. Haiwezi nakwambia. Haiwezi. Theolojia ilianzia wapi? Theolojia wanakataa Mungu. Hatujakataa Mungu. Mungu anapokuteua, anapokuchagua na kukupa walimu, kwanza ujue wito wetu ni utakatifu. Anapokuita uwe mtakatifu, maana yeye ndiye anayekutakasa. Anakupa walimu, yeye mwenyewe anakuonyesha nini cha kufundisha na nini cha kukosa kufundisha, nini cha kukanya na nini cha kukaripia. Yeye mwenyewe anakufundisha na kuonyesha, anakuonyesha pa kuingilia na pa kutokea. Sio kimbelembele kizaazaa, sio kubutua. Isi kandanda ni Roho unachezesha maisha na uhai wa watu. Bwana tusaidie sana. Umewajaribu watu wengine na kuona elimu yao iko hapa, wanakalia mavazi no. Haiwezekani mtu anajiita ameokoka na endelea na dhambi, na walimu wanaona afu wanakosa kukemea. Wanapokemea nasema unafundisha tu mambo ya hivi, wafundishe watu waokoke. Wewe unajiita umeokoka supu kanisani. Sasa kama umeokoka, kwa nini msingi wako haujakatana na mwili? Kwa nini bado uko kwenye misingi na taratibu zile za zamani? Haujakuwa kiumbe kipya. Unapokanywa unasema anakanya nywele, unapokanywa anakanya mavazi. Kwa nini au jifanye kuwa kiumbe kipya? Kwa nini kama umekwisha kuokolewa kuwa mtu mpya sasa? Bwana tusaidie sana. Dada yangu alijisahau sana. Paka nakuja na majigambo, ninakuja tena na najua amefanya series ya pili. Ninakuja tena, nitafundisha tena. Achana na majigambo ya namna hiyo. Nimewajaribu watu hawa wote na kuona ni Yesu tu awezaye kujaribu na kuchunguza viuno vya wanadamu. Nia, akili ya wanadamu. Umechunguza na kuwaona wakati wewe mwenyewe unategemea theolojia. Alafu unakuja na wakati mwingine unasema hapana, hiyo ni mambo ya Agano la Kale, tuko kwenye Agano Jipya, hizo ni sheria. Wakati wewe mwenyewe bado uko kwenye kumbukumbu la Taurat. Theolojia ni mambo ya kumbukumbu la Taurat. Theolojia imenenwa kwenye kumbukumbu la Taurat. Sasa kama bado wewe unawaambia watu mambo ya kumbukumbu la Taurat, sura ya 6 mlango wa 6 mpaka wa 8 wa 9, unawaambia watu mambo ya kumbukumbu la Taurat, washike theolojia iliyoamrishwa kwenye kumbukumbu la Taurat na upo kwenye Agano Jipya. Alafu mambo mengine ya Taurat unayakataa, unajichanganya. Maana theolojia ni habari za kumbukumbu la Taurat. Alafu huku unakataa mambo mengine ya Taurat. Eti unajua Roho Mtakatifu akinichagua mimi niwe mchungaji, niongoze kanisa. Niongoze wanaume. Kwa hiyo wewe utaoa. Maana Roho Mtakatifu anawachagua watu viongozi wa kanisa, wawe waume wa mwanamke mmoja. Nikiwa mimi nitakuwa kiongozi wa kanisa, niwe mume wa mke mmoja. Sasa mke wangu anakuwa kiongozi wa kanisa.
Mimi nitakuwa mke wake. Mimi ni mtu wa kiume. Hata ajigeuza anioe mimi bado ni mwanaume. Lazima awe mume wa mke. Kwa hiyo ataachana na mimi, anaenda kuoa mke, anakuwa kiongozi. Na ndio maana tushangae kuwaona wanawake wanavaa suruali, hasa wachungaji hao. Maana si wanataka waoe. Mungu atusaidie. Afu wanajitetea, wanafanya waume zao kuwa bishop. Eti yeye yuko chini ya mume wake, anakuwa mchungaji, mume wake anakuwa bishop. Wacha ujinga. Tuachane na ujinga. Ndugu yangu, baada ya hayo, natumaini umekwenda kuelewa neno la Bwana ni ladumu hata milele. Tulitaka tuje nyuma yake tumuonyeshe anavyoviongea. Amesahau tu. Amesahau. Na ikiwa watu wengi wanasuka au wameacha kusuka lakini wanavaa nguo za samani, wanashindwa kusaidia maskini, haikulalishi wewe kwa sababu wao wanavaa nguo za samani, kwa hiyo na mimi nitasukwa sasa, ili kama wamevunja hapa na mimi navunja hapa. Wamemwaga mboga, acha na mimi nimwage ugali. Wamemwaga ugali, hapana, nyinyi nyote mtahukumiwa moja moja, maana ni andiko moja mmelivunja. Na kauli ya Mungu imetoka kwa mfalme wa utukufu, inakuwa ni amri. Na dhambi ni uasi, ni kuvunja amri. Kila neno la mfalme inakuwa ni amri. Bwana atusaidie sana. Watu hawajui, hawaelewi. Ndio maana nasema, kwani hiyo ni amri? Hiyo sio amri, ni sheria tu. Kutoka kwa nani? Kutoka kwa nani? Si kwa aliyeiumba dunia. Dunia na vyote vijazavyo ni mali yangu mimi. Yeye ndo anasema. Sasa yeye anaposema, unasema hapana hiyo mpaka iwe amri 10. Wewe unaelewa kauli ya mfalme? Kauli ya mfalme ni amri, ni sheria. Bwana tusaidie sana. Dhambi ni uasi dadangu. Tambua hilo. Kwa hiyo kusuka nywele ni dhambi ya moja kwa moja. Ni dhambi ya moja kwa moja. Na haikuhusu wanawake wa Korintho, ilihusu wanawake wa Kikristo. Maana aliwaambia makanisa. Hakuambia enyi wanawake wa Korintho. Aliambia makanisa, au Roho Mtakatifu kupitia mitume wake alikanya kanisa. Hakuambia wanawake wote wa Korintho, aliwakanya waliomo kanisani. Kama na wewe umo kanisani, ni amri kutoka kwa Roho Mtakatifu mwanamke asijisuke. Mapambo yake yapaswa yawe nguo ya kujistiri na adabu nzuri. Ukijipamba kwa nguo ya kujistiri na kwa adabu, umejipamba dadangu. Lakini unapoongeza zaidi hapo, umevunja amri ya Mungu. Maana ni kauli ya Mungu. Kauli ya Mungu ni nini? Ni amri na sheria. Bwana asifiwe sana. Na dhambi ni nini? Ni kuivunja hiyo sheria, ni kuasi hiyo sheria ya Bwana, ni kuasi neno la Mungu. Mungu asifiwe na Bwana Yesu asifiwe sana. Kila aliyesikia mahubiri yake na mafundisho yake akakubaliana naye, alikosa ufahamu wa kujua dhambi ni nini. Alikosa kuelewa kauli ya mfalme inakuwa ni nini. Alikosa kuelewa mitume waliongozwa na nani kutamka yale maneno. Na alikosa kuelewa ile amri ilienda kwa wanani. Ilienda kwa wanawake wa kanisa. Kanisa lililokuwa Korintho, lililokuwa Asia Minor. Kwa hiyo alienda kuambia kanisa lililokuwa kwenye Asia ndogo. Na sasa hivi analiambia, Roho anasema na kanisa lililoko Marekani, lililoko huko kote, lililoko ulimwenguni nzima. Ni amri kutoka kwa Roho Mtakatifu kuliambia kanisa. Ndugu yangu mpendwa, dada yangu, mama yangu unayenisikia, ni hivyo. Hata kaka yangu unayenisikia, baba yangu unayenisikia, ni hivyo. Pitia andiko, tuachane nayo, tusikilize Roho Mtakatifu anayetuambia uzima. Maana maneno ya Mungu ni roho, na roho anatupatia uzima. Ngoja na tuombe. Asante Yesu, asante kwa neno lako. Tunakushukuru maana watosha wenea. Tunakushukuru kwa ajili ya neno hili. Upate kutuelimisha na kutufundisha kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo. Nina imani utatusaidia, utatuondoa kila kisiki na maneno mabaya tuliyokuwa tumekwisha kuyaingiza, na kutupatia uzima kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Tunaomba na kuamini. Amina. Ndugu yangu, tumefanya hii kwa ajili yako, kwa ajili yangu, kwa ajili yetu. Sio kwa mlengo wa kusema dada huyu amekosea. Nimesema na tunarudia na nukuu tena, amesahau. Na kama ujumbe huu utamfikia kumkumbusha aliposahau, akakumbuke vizuri, akajipange vizuri, akaongee vizuri, asimame vizuri na neno la Mungu, utakuwa umefanya vema.
ujumbe huu kumfikia, na Mungu akubariki. Na sio kumfikia yeye tu, bali kulifikia kanisa lote na wateule wote wa Mungu wajue kwamba kanisa lilikatazwa kusuka nywele. Ni dhambi kusuka nywele moja kwa moja. Mapambo ya mtu aliyeokoka, mwanamke aliyeokoka, ni nguo ya kujistiri pia na adabu nzuri. Hayo ndiyo yaliyotajwa kwa mujibu wa Biblia. Wanawake wajipambe kwa nguo ya kujistiri na kwa adabu nzuri. Bwana asifiwe sana. Hayo tunamalizia hapo. Tutazidi siku nyingine, Bwana Mungu akitupatia kibali. Tuzidi kuombeana na tutazidi kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo. Amina.